Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wenzangu, kwa jina la Yesu aliye hai, na wasalimu nikitamani kuzungumzia tena somo nzuri hili ambalo umeliona limeandikwa hapa, kutubu au kuomba msamaha. Neno hili ni nzuri sana. Nimepekua sana kwenye mitandao ya kijamii na kuangalia somo mingi ambazo tunazihubiri na watumishi wengi wanahubiri sana. Tunasema kuhusu kusamehe. Wengi wanazungumzia kusamehe, ni kama watu wanafanyiwa tu mabaya, lakini jambo ambalo tumesahau zaidi ni kuzungumzia kuhusu neno kutubu ama kuomba pia msamaha. Maana wale ambao tunasema tuwasamehe, sio kwamba ni wao tu ndio wabaya, ni wao tu ndio wana mambo ya mwili. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia kwamba matendo ya mwili ndiyo haya: uasherati, uzinifu, chuki, wivu, fitina, faraka, uzushi, usuda, uaji wa mtu. Yaani hivi ni vitu vipo katika mwili wa mtu. Kwa hivi mtu awe ni Mkristo, awe ni mpagani, bado ana madhaifu yake. Kwa hivi tunapozungumzia neno msamaha, kuomba msamaha, ni kwa sababu lazima kuna mahali unakosea, lazima unakosea pia. Kwa hivi sio tu lazima upokee neno ya kusema wewe ndio unafaa kusamehe, kana kwamba ni wao tu ndio wanakukosea, wewe ni mtakatifu kwa kila jambo. Hapana. Lakini neno kuomba msamaha ni jambo la hekima kubwa mno, kubwa sana. Biblia inasema hivi, anasema tafuteni amani na watu wote pamoja na utakaso, pasipo hiyo hapana mtu atakayemwona Mungu. Kutokusamehe ni kutokuwa na nia ya kumwona Mungu. Kutokusamehe ni kutokuwa na nia ya kuwa na amani na watu wote. Nataka kusema hivi, kutokuomba msamaha ni kutokuwa pia na nia ya kumwona Mungu. Kutokuomba msamaha ni kutokuwa pia na nia ya kuwa na amani na watu wote. Kuna watu wengi wanajua walichokifanya, wanajua makosa yao, wanajua wapi walikosea, lakini moyo wa kiburi, moyo wa jiwe ndani mwao unawasumbua, na anaona kama kuomba msamaha kwake ni kudharaulika. Ndugu yangu, mtu anayejishusha sio kwamba anadharaulika. Kujishusha sio kudharauliwa. Kujishusha ni alama moja ya kuonesha ukomavu. Kujishusha ni alama ya kuonesha ukomavu. Kila mtu aliyekomaa, mtu amekuwa mzima, kitu tunachokijua kwamba huyu ni mkomavu, kwanza alama inayoonekana kwake ni kushuka. Hakuna mtu mkubwa anayekosa kushuka, maana wote wanaoinuliwa ni wa chini sana kabisa. Ni watoto. Kiburi ni cha watoto, lakini waliokomaa ni watu ambao wanashuka. Hata kwenye Biblia neno linasema ya kwamba wenye kiburi anawashusha, lakini wanyenyekevu anawakuza, anawapa neema. Kwa hivyo usipokuwa na moyo wa kushuka, bado wewe ni mtoto, una utoto, ni mchanga kabisa. Wakati naposema ya kwamba tafuteni, Biblia inasema tafuteni amani na watu wote. Katika kutafuta pia kuna neno kuomba msamaha. Kutafuta amani na watu, kuna neno kuomba msamaha. Sio tu wewe kuomba kwamba usamehe. Kuna wakati pia unakosea, na kuuliza, wakati unakosea ni unachukua position gani? Unachukua aina gani ya msimamo? Je, unaachilia, unabeua, unadharau tu na hutaki kujua kwamba pia wao waliumia? Kuna watu wengi wanakosea ndani ya ndoa. Anaona nimemkosea mke wangu, lakini kwa sababu yeye ni mwanaume anafikiri kwamba yeye hapasi kuomba msamaha. Ndugu yangu, msamaha hatuombi kwa sababu tunataka tu kumpatia amani tuliyemkosea, lakini tunaomba msamaha kwa sababu ya kutaka kuwa na moyo safi mbele za Mungu, kwa sababu heri wenye moyo safi. Kila makosa, kila dhambi inachafua moyo. Unafaa kujua kwanza neno lile. Marko 7:21 Biblia inasema kuanzia 19, anasema sio vitu vinavyoingia ndani ya mtu vinavyomchafua, lakini vitokavyo ndani ya mtu ndivyo vinavyomchafua. Kwa mfano, mawazo mabaya,
chuki, uasherati, uzinzi na mambo kadhalika, vile vinatoka ndani ya mtu na vinamchafua. Kumbuka vyote anavyoviongelea pale ni mambo ambayo tunaishi ya sisi kwa sisi hapa duniani. Anasema yanamchafua mtu. Kwa hivyo yule anayeomba msamaha hampe amani tu aliyemkosea, ila anajitakasa mwenyewe, anajiosha mwenyewe. Ndio maana Yakobo akasema ya kwamba kirini dhambi ninyi kwa ninyi ili mpate kupona. Kwa hivyo ninapokiri maovu yangu, ninapokiri kwa mwenzangu nini nilichomkosea, ukweli ni kwamba najiponya mwenyewe. Watu hawajajua ugonjwa ulio wa hatari sana wa kutokuomba msamaha. Kutokuomba msamaha na kukaa na kosa dhidi ya mwenzako ni ugonjwa, na hiyo ugonjwa, kumbuka, inaweza kukuua, inakufanya usifanikiwe. Neno linasema kwamba afichaye dhambi zake hawezi kufanikiwa. Kwa hivyo unapoficha makosa dhidi ya mwenzako, unazuia mwenyewe mafanikio yako. Jambo la pili, unapoficha makosa yako pasipo kukiri, unabaki mgonjwa. Maana anasema ya kwamba mnapokiri makosa ninyi kwa ninyi, hapo mtapona. Kwa hivyo watu wengi ni wagonjwa, na magonjwa yao inaonekana kwa njia tofauti. Kwa kutokusamehe, kwa kutokuomba msamaha kwao, inawaletea roho ya uchawi, inawaletea roho mbaya, inawaletea kukataliwa, inawaletea mikosi, inawaletea kuachwa, kwa sababu wenyewe hawana kuomba msamaha, na siku zao zote wanabaki ni mkia na sio kichwa. Kwa sababu gani? Hakuna mtu mwenye kiburi anaweza kuwa kichwa, wote ni mikia. Maana Biblia inasema anayejikweza, anayejiinua mwenyewe atashushwa. Kwa hivyo unaposhushwa, usitegemee kuwa kichwa, usitegemee kuwa kiongozi. Kunyenyekea sio kudharaulika, kunyenyekea sio kukuletea kuwa madharau. Ukiomba msamaha haitakufanya usiwe tena mwanaume. Ukiomba msamaha haitakufanya usiwe tena mama ndani ya nyumba. Wengi wa mama wanakosea, na anapoona ya kwamba nilikosea, ni watoto wangu ama ni msichana wangu wa kazi, anaona kuomba msamaha ni kama atadharaulika. Kuomba msamaha sio kujidharaulisha mbele ya uliyemkosea, ila ni kujipa kwa njia nyingine heshima, kwa sababu kila anayeshuka anapewa tu neema. Hiyo ni sheria ya kawaida iliyoletwa na ikapangwa na ikasimamishwa na Mungu. Kila anayeshuka anapewa kuinuliwa ama anapewa neema. Kwa hivyo kuomba msamaha ni jambo la hekima, ni jambo njema, ni uponyaji na ni njia ya mafanikio. Aliyeomba msamaha wa kwanza, niliposoma Biblia vizuri, ni Mungu. Biblia inasema katika Kutoka 32:14, wakati Mungu alitaka kuangamiza Waisraeli wote baada ya kuabudu ule mnyama ambaye aliwekwa pale na Aruni baada ya Musa kupanda kule mlimani kuwaombea, wakasema amechelewa, na wakaanza kunungunika, wakatengeneza ndama ili waanze kumwabudu. Mungu akaamua kuua na kuangamiza Waisraeli baada ya kujuta kwa nini aliwafanya. Lakini Musa akasema, hapana Mungu, tubu kwa ile kosa ambayo unataka kufanya. Kumbuka agano lako lilofanya na Abraham, Isaka na Yakobo. Mbona unataka kuangamiza kizazi hiki? Adui atasema nini? Kumbe ulikuja kuangamiza hawa watu, na lengo lako tutaitambua. Adui watajua kwamba ulikuwa na nia ya kuja kuangamiza. Kwa hivyo tubu. Mungu alipochunguza kile alichoambiwa, akaona ni kweli, nitakuwa nimekosea kwa maamuzi haya, na tubu. Biblia inasema ya kwamba Mungu akatubu, na hapo ndio tunapata neno kutubu kwenye Biblia mara ya kwanza, akatubu. Kwa hivyo anayetuonesha mfano kwanza mzuri wa kutubu ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo anapotuita kutubu, sio kwamba anatuita kushuka. Na kuambia hata kama Mungu alitubu, haikumpa madharau mbele ya Musa. Musa hakumdharau, na sisi sio kwamba tunaona kwamba kumbe naye ni mbaya. Hapana. Kutubu haitufanyi kuwa wabaya na haifanyi watu watuone kuwa wabaya, ila inatupa heshima mbele ya wale tuliowakosea, na wanaona ya kwamba huu moyo sio wa kawaida. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, ni nani ulimkosea na ukashindwa kumwendea? Watu tumewakosea kwa njia hii ama nyingine. Wengine wanajua walikosea, lakini kiburi kinawazuia kuomba msamaha. Ni muda wako mzuri ya kuendea ndugu yako na kuomba msamaha.
ni jambo la hekima na jambo la busara sana, na linafungua baraka na uponyaji.